Viongozi wa dini ambao wanatakiwa kulitumikia hekalu la Mungu, ambao sisi mambo yetu yanahusika sana na mambo ya kiroho, hatukatai ndio. Lakini sasa kuna vitu vingine ambavyo tunaweza tukavifanya sisi wenyewe pasipo kujua kwamba tunafanya kitu chenye maslahi ya kiroho au ya kimwili. Na kama tunatengeneza mambo ambao kwa ajili ya kutengeneza taasisi au kutengeneza taswira ambao ni ya watu wa baadaye watakaomwogopa Mungu, ni sisi wenyewe viongozi wa dini, sawa, hatukatai. Lakini pia kuna mambo mengine ambayo tunaweza tukayafanya sisi pia wenyewe viongozi wa dini kwa kujitakia kwamba ni mazuri au ni mabaya, hatukatai pia. Hayo wenyewe tunaweza tukayaamua wenyewe kutoka mioyoni wenyewe ya wanadamu, sio ya kimungu. Hayahusiani hata kama unawe ni kiongozi wa aina gani, ni askofu, ni padri, ni nani huko, unajua mwenyewe. Lakini ni vitu ambavyo hatuwezi kuzifanya sisi huko wanadamu, ni vitu ambavyo sisi hatuvihusiani na mambo ya kiserikali. Kwa mfano, mtu unaweza ukanyanyuka na kuanza kutetea upande mmoja wa mambo ya siasa, na mara nyingi sana haya waga yanaibuka kwenye mifumo ya uchaguzi. Tunaona viongozi wengi wakubwa, hasa wale walioaminiwa na makanisa makubwa ya taasisi, ambao tunajua kabisa kwamba wanao wanachama wengi, aidha wengine ni wabunge, wengine ni mawaziri, wanaabudu kwenye makanisa yao. Sasa asilimia kubwa sana wanapata nafasi ya kusimama kwenye hotuba, badala ya kuhubiri neno la Mungu wanaanza kuhubiria mambo ya siasa. Ni vitu viwili tofauti. Ukimwambia mtu huyu kwamba unahusisha vitu viwili kwa wakati mmoja, naweza akakuelewa, kwa sababu wakati mwingine anatumia kile kielimu alicho nacho, kwa sababu unakuta mtu anatumia elimu alionayo kwa ajili ya kupinga kitu ambacho akielewi kwamba anapinga kitu gani. Uwezo ukaniambia kwamba wewe una mtoto wako nyumbani, umwambie kila siku kuanzia saa 1 kamili wewe ushafika nyumbani, mtoto anafika saa 2, alafu unasema kwamba labda kulingana na mazingira alikokuwa haujui. Si umuulize mtoto kwamba ulikuwa wapi? Kwa nini umechelewa kufika nyumbani leo, umefika saa 2? Unamfikisha kwenye viboko, manake hujui kinachoendelea. Sasa ndo haya tunayoyaona. Kiongozi wa dini anasimama, anaanza kutetea viongozi wa nchi au pengine wagombea wanaogombea nafasi ya urais, anaanza kutetea upande mmoja, hajui kwamba kila anachokitetea kwamba kina haki ndani yake au kina usawa, hajui. Kwa mfano, mtu anaweza akatumiwa, tunaona watu wengi sana wanaopewa taarifa labda kwamba msifanye kitu fulani, lakini wale watu wanaozuiwa usifanye kitu fulani wanakuja kinyume na kile ambacho kinastahili kifanyike kwa wakati huo. Ndio maana tunafikia hatua tunazuia watu wengine kwamba usifanye kitu usichokijua kwa wakati ule, inatakiwa ufuatilie ndani yake kuna nini. Sasa hukumu ikija, hata kama wewe ni kiongozi wa dini, wakikudharau ni haki, ni kawaida wa kudharau kwa sababu ya wewe mwenyewe umejitakia. Kwani mimi ukija nikisikiliza hotuba yako inayohusiana na kupinga kitu ambacho ukielewi, kwa nini nisikudharau? Kwa hiyo mtu hata kama akikwambia kwamba viongozi wa dini nao wamekoswa kazi, wanaingilia masuala ya siasa na wahusu nini, ni heri, kwa sababu wewe mwenyewe hujui sheria, hujui kanuni, lakini unatumia uelewa wako wa sheria zile unazozijua wewe mwenyewe kuifikira tu